tutakuwa na registration nyingine ya fertilizer phase 2. Saidi tulitangaza, kuna wengine walikuwa nafikiria ni mchezo. Na nimefurahi sana governor, nimeona mjumbe wa Azimio kutoka Nyanza akilia mambo ya bolea. Anasema hii bolea imepeanwa bonde la Ufa, imepeanwa sijui Central Kenya, imepeanwa Western, sisi bado pewa. Sasa wangepewa namna gani? Na waliambia watu yao wafae sufuria kwa kichwa waende maandamano. Sisi tuliambia wakulima wetu wajiandikishe wapewe wapate bolea, si ndio? Au wakasema hii bolea hakuna kazi, hawezi punguza gharama ya maisha. Kupunguza gharama ya maisha ni maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa. Wameenda maandamano, wameweka sufuria kwa kichwa, bei imebaki vile ilikuwa. In the meantime, wakipita hapa bonde la Ufa wakienda nyumbani, wanaona mahindi. Si unajua kwanza hawa ni watu ya kwenda na ndege. Wanaona vile mahindi, sasa wanalia fertilizer. Sasa mimi nataka kuambia hao viongozi ya Nyanza, hakuna makosa mmefanya. Nyinyi ndio mlipotosha watu wenu. Mkawaambia wasijiandikishe kama wakulima, wasichukue bolea. In the meantime, waweke sufuria kwa kichwa, waende maandamano na kupigana na mawe. Sasa mmefanya mzuri. Wiki ijao tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende kwa shamba. Hapo ndio maneno iko. Hii maneno yote inaishia kwa shamba. Sasa watoe hao kwa street, warudishe wapi? Nimeona huyu anaitwa sijui analia. Watu wetu hawana fertilizer. Hawa ndio waliambia wananchi hii fertilizer hakuna. Hii fertilizer hawezi saidia. Nyinyi wachana na fertilizer, ingie kwa barabara, chukueni mawe, weka sufuria kwa kichwa, choma magari ya watu, umiza watu. Hivyo ndivyo waliambia wananchi. But I'm glad they have realized the folly of what they were telling the people. They have come to the realization that the only way to bring down the cost of living is through enhanced productivity and increasing of the yield in our farms. Na tunawakaribisha hao kwa mambo ya ukulima, tumewakaribisha wakuje tukae na hawa kwa mambo ya ukulima. Kwa hivyo ingine, si Kipchumba amesema mambo ya barabara amepanga, rais amepanga. Kuna pahali tumetegea kitu, hatutaki kusema ni wapi, isiruke. Kunatega kitu hivi karibuni. Sasa ikipatikana tunapatia Kipchumba, na nyinyi mliumia sana. So mkipata hakuna makosa. Sasa tumepatia nyinyi hii, watu yote tumepatia nyinyi. Mnafikiri mlipata tu kwa sababu ati nyinyi watu wazuri? Hapana. You invested in our government. Yes. Kwani utavuna bila kupanda? Sasa si nyinyi mliweka kura kwetu? Sasa mkipata iko makosa gani? Hakuna. Na bado mtapata zingine. Bado iko zingine tunapiga, tunaudaunda. Nyinyi mngoje tu na mtaendelea kupata. Unajua nilisema namna hiyo, wakanipigia kelele hiyo watu ya Azimio. Hii mtu anasema hii nchi ni ya shares, sijui nini. Sasa waliambia watu yao watupe kura yao. Sasa watu yao, marafiki yao hawaamini sisi. Hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali, si watatuangusha? Hatuwezi. Sisi tunaleta wale wanatuamini, wale ambaye wanatuelewa, wale ambaye tutapelekana. Lakini kati ya hawa kuna watu wetu wazuri na tumewapatia kazi. Kwa sababu kila pahali wako na watu. Hata kama wangetushinda hapa katika Rift Valley, wako na marafiki yao, wangekuja wachukue hawa, si ndio? Hawangechukua nyinyi. So wasituambie tutachukua nani. Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya. Tutaweka, lakini wachache. Wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Kwani iko makosa? Kuna makosa? Na mimi sikuli kwa mtu, mimi naongeaga vile mimi nataka. Sasa si bishop amehubiri hapa, ametubariki. Wewe kama huko hapa utapata baraka. Sasa ukianza kupiga kelele, bona bishop amebariki wengine na sisi hatukubarikiwa na wewe ulikuwa sokoni, utapata baraka namna gani na huko hapa? Kama wewe uamini mahubiri, uamini matoleo, unapiga kelele huko, mimi sijapata baraka, bona wengine wanapata. Wewe utavuna ile uliopanda.
Sisi tulipanda, tukapalilia, tukaweka mbolea, tukanyunyizia maji, nini. Sasa tukichukua matunda, iko makosa? Hakuna. Na wale mmepata nafasi kutoka hapa Nandi, na nyinyi mfanye kazi kwa bidii na muinue wengine pia, si ndio? Muinue wengine ndio tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo mimi sitaki, kuna jambo moja tu nilikuwa nimeandika hapo. Ya mambo ya fertilizer, governor apange last mile distribution. Watu wasitembee safari mrefu sana. Governor tumewaambia hao, tumekubaliana atafute store ikaribie watu. Hata nafikiri kuna moja tutaenda leo kusidua. Again, umesema mambo ya housing, mpatiwe contractor ambaye yako na umaarufu, anajulikana kwa kufanya kazi ambaye ni kazi inaonekana, hivyo tutafanya. Nikimalizia, hiyo mazungumzo iko Nairobi iendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini, mimi na rais, we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale, ile watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi iliisha? Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza? Si mtaamua tena 2027? So wakuja tukutane kwa debe wakati huo, tuonane huko. Again, mambo ya handshake, nusu mkate, hiyo ni mambo ambayo haiwezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. It's not possible. Sababu hawa watu wamezoea vibaya kutoa fujo, wanaitwa, naambiwa ketini, sasa wacha tuongee. So wamejaribu kutoa fujo, imegonga mawe. Number 2 anasema ati atazuia watu kutoka kwa nyumba. Hii Kenya hii, mtu kutoka kwa nyumba yake. Sasa wewe utazuiwa kwa nyumba yako? Si nyumba ni yako? Si bibi ni yako na watoto? Kuna mtu anaweza kuzuia kutoka kwa nyumba yako? Unajua hii mzee amechanganyikiwa. Sijui ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili? Yote mbili. Ati atazuia watu kutoka kwa nyumba kwako, kwa boma yako ile umejenga wewe mwenyewe, umepanga kazi yako, ati mtu akwambie uweze toka kwako? Si hiyo ni mchezo wako naye? So hiyo maneno ya maandamano imefika mwisho, na ndio anasema ati wamewachana na hiyo. Sio kuachana, wamewachana naye, ni sisi tumehakikisha haiwezekani. So yeye huyo mzee awache mambo mingi. Vile Mkomen amesema, na hiyo ulikuwa naongea hapo nimesikia. Akuje aseme nini anataka. Nimesikia hiyo ya kilugha hiyo, ninaelewa. Unajua pale kwa William Ruto nijifundisha hii lugha, ndio watu wakiniletea fitina ya Kikale mimi naelewa. Hakikishia nyinyi watu ya Nandi, si mlichagua William Ruto, mlimaliza kazi yenu. Hiyo wakili wa Dan. Hii ya kuchunga yeye asisubuliwe na mtu, mimi niko hapo. Nyinyi muende kwa shamba mkalime. You relax. Hakuna mtu atatatiza rais. Hiyo ndio kazi yangu. Na mimi hakuna kazi nyingine kwanza nafanya ni hiyo. Hiyo State House ile milango yote wanaweza ingia, nimeweka mitego kila pahali. Hapo. Juzi nimeenda Ulaya, wakajaribu kupenya, nikarudi haraka. So I want to assure you, please relax. There is nobody atatatiza rais wetu kumzuia afanye kazi. Na hiyo ni kazi yangu, nikiwa na hii jeshi ya huyu senator na wale wabunge. And why tulikuwa tunamwambia mchague watu ya UDA? Pale finance bill ilikuja, si walitaka kuangusha? But we had the numbers. Kama sasa mngetuletea watu nusu hawajulikani loyalty yao iko wapi, sasa pale tuketatisika. Sasa in future, wacha mtafute mtu mzuri aingie kwa ile chama, tunapiga laini moja. Sasa rais anakuwa na askari ya kutosha, na ndio sasa mimi nikiwa na hii jeshi ya wabunge na maseneta tuko pale. Ukiwa maneno na waita. Juzi walikuwa wametusumbua na mambo ya
wapi? Wakatuambia tuachie. Hakuna kalikanyanga. Na hakuna atakanyanga. So huyo mzee mkomeni, kama unaweza mtafuta muongea kuambia nini anataka. Kama ni barabara ya kwenda kwake ya Mara, muwekee hapo aende nyumbani. Asisumbue sisi. Hapa nyinyi mnataka hiyo maneno ya handshake. That is not possible. It is not possible because sisi tulipata mandate kwa raia na alikuweko hapo. Alikuwa anasukumwa na Uhuru Kenyatta, raia wakasema hatutaki. Sasa atakujia wapi?